Bela. Hebu njoo kidogo matoto. Bana matoto bana, mimi hapa nataka nikuage kidogo, naelekea kijiweni. Si unajua tena. Kule bado tunakutana na wenzangu kule, story nyingi na nini, tunabadilishana mawazo, unaelewa? Mimi ndio hivyo nakuaga tu. Labda wewe kuna jipya? Hao watu wako vipi? Maana uliniambia siku 3 lakini mpaka leo bado wapo ndani. Yule mheshimiwa bana kweli aliniambia ndani ya siku 3. Ni kweli mpaka sasa hivi tena imeshakuwa wiki. Na mimi mwenyewe nimevurugwa kutokana na watoto zetu waliokuwa chuo huko wanataka kurudi hapa, washanichanganya akili. Umeona bana. Lakini sasa hebu tuvumilie kidogo, hata siku 2 hizi hapa, 2 3, mimi nitoke niende nikamtafute huyu bwana. Tujue kwa uvumilivu huo mwenzangu mimi sina. Kwa sababu gani? Kwanza na wanangu kama unavyojua inabidi watoke chuo warudi hapa nyumbani. Si ndivyo? Kwa maana hiyo fanya tu hima watu waje waondoke. La sivyo itakuwa mgogoro huko ndani hatuelewani. Basi mke wangu bana, hamna shida. Mimi nimekuelewa. Umeona bana? Au umesikia bana? Mimi ninatoka hapa sasa hivi. Tena hata kwenye draft yenyewe tena haiwezekani, itabidi nitoke nikamtafute huyu bwana ili nijue, kwa sababu kweli siku zimeenda na watoto wake wapo hapa. Umeona? Ngoja niende nikamtafute ili yule bwana nimuulize vizuri inakuwa kuaje, watoto wake anakuja kuwatoa vipi. Maana usinige shutuma tu mke wangu. Moja ndio ipo mambo ya msaada. Au unasemaje mama? Sawa, ufanye kazi hiyo swala maana nishachoka. Yule mheshimiwa bwana kweli aliniambia ndani ya siku 3. Ni kweli mpaka sasa hivi tena imeshakuwa wiki. Na mimi mwenyewe nimevurugwa kutokana na watoto zetu waliokuwa chuo huko wanataka kurudi hapa, washanichanganya akili. Umeona bwana. Lakini sasa kila siku baba tunamwambia watu toa, tuvumilie kidogo, hata siku 2 hizi hapa, 2 3, mimi nitoke niende nikamtafute huyu bwana. Tujue kwa uvumilivu huo mwenzangu mimi. Naona baba simwambia. Kwa sababu gani? Kwanza na wanangu kama unavyojua inabidi watoke chuo warudi hapa nyumbani. Si ndivyo? Kwa maana hiyo fanya tu hima watu waje waondoke. basi mke wangu bwana, hamna shida. Mimi nimekuelewa. Watu wapendi sasa hivi yale mkuu. Sisi bado tunatoka. Unaona kinachotupata sasa hivi. Tena hata kwenye draft haiwezekani, itabidi nitoke nikamtafute bwana ili nijue, kwa sababu kweli tumeshasaidiwa na watu wameshaenda. Mtu akishasaidia tu watoto wake wapo. Mapi tena hawezi. Ngoja niende nikamtafuta siku 2 mpaka sasa hivi. Bwana nimuulize vizuri inakuwa kuaje, watoto wake anakuja kwa watu vipi. Maana usinigeshe tuma mke wangu. Hapa cha kubili na bibi. Au unasemaje mama? Tumwambie. Naona kama vile Mariamu anauma, tutafanyaje mtoto wake? Eti damu kwa tutafanyaje? Baba ndio sasa hivi shoga yangu. Hayo msalimia alikuwa naomba. Basi hamna shida matoto. Mimi hilo naona. Please tulia, mimi ninatoka hapa sasa hivi. Mungu huu unauona ndio nainuka hivi matoto. Natoka naenda kumtafuta huyo mtu kwa msisitizo. Leo hii nikirudi na kuja kukugea hivi. Sawa? Haya sawa. Basi hamna shida.
mtu ambaye tumeishi naye toka muda mrefu, toka zamani tulipokuja huko. Kwa hiyo ulipokuja ghafla hivi, mimi sina uwezo wa kumfukuza atoke. Na chumba ni kimoja tu na godoro lipo moja tu. Kwa hiyo unaniambia je, mimi niondoke au vipi? Mbona unanichanganya kichwa hata sielewi? Poa bwana. Sema kichwa kinauma sasa. Sio nafanya. Ila atajua tu tutakafanya. Bwana Kitengelo. Vipi mama? Mbona wakati bila hata simu vipi? Wewe acha nipa kitu kidogo nikueleze leo. Mimi nikueleze kaa huko. Kwenda kwa mwanangu. Karibu. Ndio. Hapa mzuri. Sina shemeji yako. Mimi namjua huyo. Namjua. Sasa. Ila kwa sasa nimeamua sasa hivi kuja hapa. Tuishi wote pamoja. Wala tumekuja. Maana shemeji yako naye huyu natoka nyumbani. Na amekuja kuelezea tatizo kibao. Yaani hapa ila somba hujachelewa. Ndio namna gani na kujenga ili tuangalie namna gani anakusoma. Lakini sio mbaya. Mimi kuna nafasi kidogo nitoka na Morogoro. Mimi nitaenda tafuta guest siku 3 ili shemeji akiondoka. Sasa. Ukirudi unakuja unichukue. Imekuwaje tena mimi kuniacha kule na kukuta hapa hadi nyumbani? Kwa nini unanifanyia hivi lakini? Hebu bwana. Sikilize kwanza, usianze kupauka kwanza. Nisikilize kwanza. Ndio kwanza natia mguu. Ninapotia mguu namkuta wewe mwanamke hapo. Nikamuuliza wewe bwana vipi? Wewe mleta shemeji hapo pati nyumba tunaishi watu wawili. Wakasema wewe sijui kaja leo, sijui ataondoka kesho kutwa. Naona. Mimi ndo kwanza nimerudi. Siku zote zile ndo kutafuta. Leo ndo kwanza. Unakuwa na maneno mengi. Nisikilize basi. Sasa mimi hapa ndo nimekuja. Tufanye tuingie ndani uniwekee mzigo. Dalalaje huko ndani wakati mtu kaja na mpenzi wake. Mimi ndo nimekuja hapa kuangalia mazingira. Mazingira nimekuta jao. Nia na mazuri nikupigie simu. Tufanyeje? Ili tuseti mazingira nasemaje. Sasa leo hii unakuja unanilaumu. Unanilaumu nini sasa? Alafu umekuja bila kunipigia simu. Umekuja tu kurupu hivi. Sasa hapa kuna wenyewe washakuja jamani bibi. Sasa tufanyeje? Tubanane hivyo hivyo. Nisikilize kwa makini, nisikilize. Niache hapa. Mimi nikatafute chumba. Nikatafute chumba mimi kesho nakufuata. Wewe nenda. Naomba radhi leo tu. Nishakuchoka. Sio kama ushanichoka. Chumba. Wewe mwanaume upambane. Sio kama kupambana. Mimi ndo kwanza leo narudi. Natia mguu pale na ndo naingia. Sasa mimi nifanyeje? Sasa sikia. Hapa nikitoka. Sitakunitafuta. Maana kila siku naenda kutafuta ibada ambayo inatunza. Kwa kila siku longolongo usinitafute. Wewe nsome. Kwani? Sina muda kukaa hapa. Niache kwanza nikamsikilize. Sasa shida nini sasa? Niache nikamsikilize nitakuja kukugia taarifa kinachojiri. Basi sawa. Hamna shida. Yangu. Twende ndani. Twende ndani tusanye viti. Twende ndani tuongee ndani. Karibu bwana. Nashukuru ndugu yangu.
Kuna mambo kidogo nimeyafuata hapa tuzungumze kidogo. Na shida, bahati nzuri umenikuta na mimi kwanza kutoka kuelekea kutafuta riziki. Sasa ndugu yangu bwana mjumbe. Ndio. Mimi nimekuja na matatizo. Safi kabisa. Matatizo gani kwanza? Ndugu yangu kuna shida kidogo imetokea. Ndio. Ndio maana mguu nimekuja kwako wewe. Tupate kidogo uweza kunisaidia kidogo. Mimi bwana ndio. Nilinunua mji hapo kati hapo. Yaani nilinunua nyumba. Ulinunua maeneo gani? Hapo katikati hapo kuna sehemu moja hapo kwa mzee mmoja hapo nimeuzia nyumba. Ile nyumba mtu aliyeniuzia ile nyumba ndio. Nikachukua watoto wangu nikawaacha pale. Sasa nilipoondoka nipata safari kuondoka, safari ilivyorudi sikuwakuta watoto wangu, nimemkuta mzee mmoja tu pale. Ndio. Yule mzee simjui kwenye sura yangu. Kwanza namuona. Ndio. Sasa ananiambia hii nyumba ya kwake. Na mimi nyumba nishatoa hela. Nauliza imekuwa, anasema ule mtu aliyomweka hapa, alionitoa nyumba, yeye alimpa tu hifadhi akae tu kwa sifa zake kumlindia nyumba yake. Ndio. Sasa sijaelewa, na mimi nishatoa hela yangu. Naona bwana, sasa kichwa gani nikasema hapana. Siwezi. Ngoja nitafuta kwanza mjumbe nije kwa mjumbe moja kwa moja. Ili nipate. Sasa huyo mzee ule unao nyumba kwake. Kumfahamu. Niuzia nyumba. Yeah. Namfahamu, tumetoka kijiji kimoja. Mkoa wetu mmoja, ni ndugu yangu. Yaani namfahamu kwa kijiji chake na kwangu ni karibu kabisa. Tunaishi. Kwa alipofika huko ndo alinipokea na akaniambia hapa ni nyumba yangu. Ndio. Kwa hiyo sasa wakati anakuambia ni nyumba yake. Ndio. Na wakati unaenda kufanya taratibu za kununua ile nyumba. Ulifuata utaratibu wa serikali, ulikuja kwa mjumbe, ukajaribu kumhoji mjumbe au ukatafuta kwenda serikali za mtaa kupata maelekezo ya nyumba? Hapo bwana, kusema kweli hapo sikufanya kwa sababu yule mtu mimi nafahamiana naye. Vijiji vyetu pamoja, wazazi wake na wazazi wangu wanajuana. Ndio. Kwa hiyo mimi sikufuata utaratibu. Yeye akaniambia bwana, hii nyumba yangu na mimi nina shida, kwa naomba wewe nipe hela. Nikamwambia na hela, na mimi nilikuwa natafuta mji kipindi kile. Nikampa hela kwa kumwamini yule ni ndugu yangu, tumetoka pamoja sehemu moja. Sasa wakati unampa pesa, kuna dokumenti alizokupa za ile nyumba au kuna mikataba yote mliingia na yule bwana ya maandishi? Kuna dokumenti ilikuwa ni karatasi tu, tulikaa tukakubaliana tukaandikishana pale, lakini ile dokumenti sio kusema hapa tulipitia kwa serikali za mitaa. Yeye tulikaa mimi na yeye tukaandika kama ushahidi. Naona ile karatasi ndio nilikuwa nayo mimi. Sasa hiyo karatasi ulishindwa kumtafuta mjumbe mkafanya makubaliano hayo wakati mnauziana? Hauoni hiyo kwamba ni shida sana? Mnakuja kutafutia sisi wajumbe kuonekana tunashirikiana na matapeli. Sasa hapo kidogo ndio mjumbe hapo ndo nilipobuki. Sasa hapo mzee utanisaidiaje mjumbe? Kwa hilo maana nishateleza hapo. Tuione hiyo nyumba. Tukutane na huyo mmiliki wa hiyo nyumba. Ndio. Huyo aliyekuuzia anapatikana. Toka siku hiyo sijafanya masiara naye. Lakini naamini yule mzee aliyomweka anasema yeye ndo alimwachia nyumba ile pale amlindie. Atakuwa anamfahamu. Manielewa? Sasa tutafika kwenye eneo lile. Ndio. Nitawatafuta na wajumbe wenzangu. Ndio. Kuna katibu wa mjumbe. Ndio. Nitakuwa naye. Sawa. Ili kusudi twende tukaliangalia kulichakata hili jambo. Sawa. Taratibu zingine zitafuata. Sawa. Kwa hiyo kesho saa ngapi au tunaondoka leo au kesho? Sasa kesho ndio. Fika hapa asubuhi. Ndio. Wakati tutakwenda. Waone eneo la tukio. Ndio. Waone hiyo nyumba. Tukutane pia na wewe mzee mmiliki wa hiyo nyumba. Sawa. Ataweza kutusaidia kwa maelezo kidogo. Pia na yeye huyo mzee kama atakuwa na dokumenti za kutosha, sababu mimi ni mjumbe na miaka 30 na mimi ni mjumbe nimeshikilia kijiti. Sawa. Sijawahi kuachia. Sawa. Sasa kama alinunua basi inawezekana mimi nilishiriki katika manunuzi yake. Sasa shehe wangu, mimi nikuruhusu kwa sababu kiza kimeingia. Ukawahi familia yako kesho asubuhi. Basi tukutane. Sawa, watoto wenyewe nao wapo bwana, siku na bado watoto hawapo nyumbani, kwa hiyo mimi kesho nitawahi kwa asubuhi hapa. Basi ili twende kule. Mimi nashukuru bwana. Inshallah. Haya, inshallah.